Karibuni tena watazamaji na wafuatiliaji kwenye chaneli yetu ya Darubini ya Kiswahili Sanifu. Hebu bonyeza kwenye alama ya kengele, utatufuata, andika P. Elias Teacher. Utaanza kutufuata mafunzo yetu kila siku ya kila wakati. Asanteni sana kwa wadau na wafuatiliaji, watazamaji wa chaneli ambao wanatuhamasisha, wanatupa makomenti, basi wanauliza hata maswali tofauti, nasi pia tunaendelea kuwajibu kulingana na maswali yao. Basi kwa leo tumewaletea kitu kipya, tumewaletea somo mpya ambalo tutaenda kujifunza kwa pamoja, na acheni niwakaribishe tena mara nyingine. Asanteni sana. Leo tuna somo letu. Kwa makini fuatilia sana kuhusu somo letu la dhana ya vishazi. Leo tutaenda kuangalia pamoja kuhusu dhana ya vishazi. Basi kabla hatujaongea chochote kuhusu dhana ya vishazi, acha tuangalie ufafanuzi wa vishazi. Kishazi ni nini? Kishazi ni neno au fungu la maneno lenye maana kamili au linalohitaji kuongezewa maana ili liwe na maana kamili. Kishazi ni fungu la maneno ambalo lina maana kamili au linahitaji kuongezewa maana ili liwe na maana kamili. Na tutaenda kuangalia mfano mmoja. Tukisema anasoma. Anasoma ni kishazi. Anaimba ni kishazi. Anatembea ni kishazi. Maana ya pili au mfano wa pili, tutaenda kuangalia baba amerudi lakini mama ameondoka. Pia na hicho ni kishazi. Mama amerudi lakini baba amerudi lakini mama ameondoka. Pia na hicho ni kishazi. Mfano wa tatu, aliposoma. Aliposoma pia ni kishazi. Kwa hiyo ni mifano dhahiri ambayo inatuonyesha aina za vishazi au kishazi. Kwa hiyo kishazi kinatakiwa kiwe na kitu ambacho tunaita ni sentence. Pasipo sentence, pasipo kitenzi, hakuna kishazi. Kwa hiyo kishazi kinatakiwa kipate kitenzi. Katika umbo unapojenga kishazi ni lazima pawe kitenzi. Kwa hiyo aliposoma ni kitenzi. Baba amerudi lakini mama ameondoka, pia kuna vitenzi. Kwa hiyo hatuwezi kujenga sentence bila kitenzi au kishazi bila kitenzi. Kwa mfano tukisema wanafunzi, wazazi na walimu, hicho sio kishazi kwa sababu ndani ya tungo hiyo, ndani ya maneno hakuna kitenzi. Kwa hiyo hadi hapo najua wewe mfuatiliaji unaendelea kuelewa kuhusu dhana ya vishazi. Kwa hiyo kuna aina nyingi za vishazi. Natakiwa tutambue aina tofauti za vishazi. Kuna aina mbili kuu za vishazi ambazo tutaenda kuangalia. Moja ni kishazi au vishazi ambatani. Vishazi ambatani. Pili ni vishazi tegemezi. Hizo ndizo aina mbili kuu za vishazi. Vishazi ambatani na vishazi tegemezi. Basi ngoja tuone moja baada ya nyingine na pia tufafanue vyema kuhusu dhana hizi mbili.
Ya moja, tuone vishazi viambatani. Vishazi viambatani ni nini? Vishazi viambatani ni vishazi ambavyo vimeunganishwa katika sentensi kuu na viunganishi, hasa viunganishi vya hadhi sawa kama na, lakini na kadhalika, kulingana na baadhi ya wanasarufi. Wanataja kwamba sifa ya kwanza ya vishazi viambatani ni kuwa huru. Kwa hiyo vishazi ambatani pia vina sifa ya kuwa huru, lakini mwanafunzi unatakiwa ujue kwamba vishazi hivyo lazima viwe vimeambatanishwa na kiunganishi. Yawezekana kikawa kishazi huru. Kwa mfano nikisema baba amerudi na mama amekwenda. Baba amerudi, hicho ni kishazi ambacho ni huru, na baba amekwenda ni kishazi pia ambacho ni huru. Kwa hiyo vishazi ambatani ni vishazi vile ambavyo vimeambatanishwa na kiunganishi cha hadhi sawa na lakini. Kwa hiyo vishazi ambatani pia, sifa ya pili, wavulana wanalala na wasichana wanaimba. Kwa hiyo vishazi ni viwili ambavyo ni huru. Wavulana wanalala ni kishazi huru na kiunganishi cha hadhi sawa, na wasichana wanaimba pia ni kishazi huru. Kwa hiyo kishazi hiki kikiwa pamoja ndicho tunaita kishazi au vishazi ambatani. Tunaweza pia kuunda sentensi ya pili. Yule kijana tuliyekuwa naye jana alikunywa soda, lakini mwenzake hakunywa kitu. Hadi hapo sentensi yetu hii ni kishazi ambatani, lakini kimeambatanishwa na vishazi viwili ambavyo ni tofauti. Kishazi cha kwanza ni kishazi huru, kishazi cha pili ni kishazi tegemezi. Basi hadi hapo mwanafunzi umeelewa vema kuhusiana na kishazi au vishazi ambatani. Ni vishazi ambavyo vimeundwa na huru au pia kinaweza kikaundwa na huru pamoja na kishazi tegemezi. Basi hacha twende kuona na kuangalia kuhusiana na vile vishazi vitegemezi ili tupate kuelewa vyema. Vishazi tegemezi ni vile ambavyo vinategemea kitu fulani ili viwe na maana kamili. Vishazi tegemezi vinategemea kitu fulani ili viwe na maana kamili. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kabla hatujakiweka, basi jua kwamba, fahamu vema kwamba kishazi tegemezi hakina maana. Kitakuja kuwa na maana endapo tutakiwekea kitu fulani ambacho tuliongea awali kwamba ni kishazi huru. Tumetoa mifano aliposoma. Aliposoma ni kishazi tegemezi kwa sababu mtu akikwambia aliposoma, yani ni kishazi ambacho kinasubiria kitu kingine ili kikamilishwe au kipate maana kamili. Mfano wa pili, wanafunzi waliokosa kufika shuleni. Wanafunzi waliokosa kufika shuleni. Hadi hapo hatujapata maana ya sentence. Kwa hiyo kishazi
tegemezi ni kishazi ambacho kinasubiria kishazi huru ili kije kikamilishe kishazi kitegemezi. Kwa mfano, mwalimu akiingia darasani akisema kwamba wanafunzi waliokosa kufika shuleni, kisha mwalimu anaondoka, basi jua kwamba wanafunzi watabakia kwenye kujiuliza maswali. Kwa hiyo kishazi tegemezi kinajiuliza maswali, lakini inatakiwa tukiwekee kishazi huru. Kwa mfano, wanafunzi waliokosa kufika shuleni hawatofanya mtihani. Naweka hawatofanya mtihani, hicho ni kishazi huru ambacho kimekuja kueneza maana ya kishazi tegemezi. Jua vema, katika sentensi hizi kishazi ambacho kinatakiwa kiongezwe au kiongezewe maana ili kipate maana kamili ni kishazi huru ambacho tumeongeza. Mfano, aliposoma alifaulu mtihani vizuri. Kwa hiyo aliposoma ni kishazi tegemezi, alifaulu mtihani vizuri ni kishazi huru. Kwa hiyo aliposoma imetakiwa au ni vizuri, ili kiwe na maana kamili tuongezee kishazi huru. Pili, asemavyo ndivyo afanyavyo. Ndivyo afanyavyo ni kishazi huru ambacho kimekuja kufafanua asemavyo kama kishazi tegemezi. Kwa hiyo kwa ufupi, kishazi tegemezi ni lazima kinategemea. Ni kama vile mtoto na mama. Mtoto hawezi kuishi bila mama, lakini mama anaweza kuishi bila mtoto. Mama ni kishazi huru, mtoto ni kishazi tegemezi. Asanteni sana. Hadi hapa tutakuja kuona miundo tofauti ya vishazi vitegemezi. Kuja baadaye kuona miundo tofauti ya vishazi tegemezi. Asanteni sana. Na karibuni tena sana, na wakaribisheni kwenye chaneli yetu ya Darubini ya Kiswahili Sanifu. Hebu bonyeza alama ya kengele upate mafunzo, upate kuelewa dhana ya vishazi na mafunzo ambayo tunaenda kuwapa kila siku. Basi kwa wale ambao wanahitaji mawasiliano, kuuliza maswali kwenye wakitumia njia ya simu, tupo tayari kuwajuza. Namba ya simu hiyo hapo 0742189339. Basi kwenye channel yetu utaandika www.youtube.com/PElias-Teacher. Email ipo chini hapa, utaandika pia teacherpelias@gmail.com. Utatufuata vizuri na tutakujibu. Asante sana, na pia nawatakia kila la heri.